Nitafanya lolote, lolote kabisa. Lumuli, Lumuli. Simama mbali, nguo zako zina harufu mbaya. Usikaribie hapa, nenda zako. Sikilize ninachosema, kaa mbali. Sikilizeni, sikilizeni kwa makini, kwa sababu ninachokwambia leo ni simulizi ya onyo. Ni hadithi ya kijana aliyetafuta mwanga lakini akaushika moto. Sasa tuanze simulizi yetu. Katika kijiji kilichopo Sumbawanga, kulikuwa na aina nyingi za watu. Wakulima wanaoinua jembe usiku wa manane kabla ya alfajiri. Mama wanaobeba watoto mgongoni na mizigo. Wafanyabiashara wanaopiga kelele sokoni na sauti zao zinasikika hata ng'ambo ya barabara. Lakini Sumbawanga pia kulikuwa na kitu kingine. Umaskini wa kweli. Si ule wa kusema tu, bali ule unaokukaa ndani ya nyumba yako na kulala pamoja nawe. Unaoamka nawe asubuhi, unaokukuta ukiwa na mikono mitupu usiku wa jioni. Katika umaskini huo wa Sumbawanga, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa maskini kuliko maskini wote. Umaskini wake haukuwa wa kawaida, bali ulikuwa kama laana iliyoambatana na familia yake tangu vizazi. Huyu ndiye Lumuli. Lumuli alizaliwa katika nyumba ambayo haikuwa nyumba kwa maana ya kweli. Ilikuwa kibanda cha mbao zilizokunjamia, mapaa za mifuniko ya magunia yaliyoshonwa pamoja, sakafu ya ardhi ngumu iliyopigwa na miguu mingi. Katika nyumba ile, Mama Vumilia, mama yake, aliishi na watoto wake 4 kama kondoo wanaokaa pamoja ili wapate joto, kwa sababu hata kuni za kuota moto zilikuwa hazitoshi. Baba yake Lumuli alikuwa amekimbia wakati Lumuli bado ana umri wa miaka 3. Hakurudi, hakutuma ujumbe, hakutuma shilingi hata moja. Alikimbia, na siku hiyo ilikuwa